Hiyo ni wakati gani? Mnasema sasa mnafungia upinzani wasifanye mkutano. Wasifanye mkutano yeyote. Ruto tu ndio atafanya mkutano peke yake. Aje sasa. Hebu mtuambie kwa urefu ndio tujue. Kampeni imefika. Na inafaa viongozi wote wanataka kuwania viti watoke nje. Waongeleshe wananchi. Ndio tujue ni nani tutachagua hiyo 2027. Sisi hatutaki maneno ya vitisho hii nchi yetu ya Kenya. Tunataka vitu vifanye kwa amani, kwa serikali, ikuwe upinzani. No, wengine kutishia wengine. Mkutano ya Western ya kesho, mimi ninataka kuambia we Fernandes Baraza, chunga ulimi yako. Huwezi pika ndugu yako. Huwezi ambia Sifuna utaki mkutano ya kesho huko Western. Sifuna ni ndugu yako. Hebu nionyeshe ni wapi kabila zingine wanapinga mtu yao. Ukiangalia Wakamba wako kitu kimoja. Ukiangalia hawa Wakale wako kitu kimoja. Huwezi kuuza Ruto shati. Wakale watakutoa kitu kwa macho. Kwa nini sisi kama Waluya tusishike Sifuna wetu? Hiyo ni mkutano tu. Hakuna mali amesema anataka kuwania kiti fulani. Hiyo ni mkutano. Na lazima Sifuna ajionyeshe hata yeye anaweza. Amwezi mkutishatisha yeye eti kumfinyiria kwa kaburi ya kusahau. Hakuna. Hata yeye mpaka ajitokeleze kwa ukakamavu wake, ajionyesha hata yeye anaweza. Si ati amesema anataka urais, si ati amesema amejiondoa kwa chama cha ODM kama secretary wa chama cha ODM. Hakuna mahali amesema. Kwa hivyo wachaneni na Sifuna afanye ile anaweza, wakiwa na hiyo grupu yake yote, kina Babu, Rengo, akina Osotsi, hivyo. Na nimependa sana Osotsi, amesema karibu. Nimeona tena Western boda wamesema hao ndio watakuwa security ya nani? Ya kina Sifuna. Kwa hivyo sisi nje hatutaki vitisho baridi, hapana. Naongelea jambo lingine lenye nimesikia leo tena, hiyo nayo iko yani kwa hii nchi yetu hakuna usalama. Sababu ya nini? Unajua kiongozi, ukiwa kiongozi inafaa mpaka yetu ichungwe. Hana tu kutoka mali anakuja kuja kuchokoza nchi yetu ya Kenya. Hapana. Hatukubali hiyo. Kwa hivyo hii uongozi ambayo iko Ruto alipoingia kwa uongozi alifungulia mpaka zote zetu za Kenya ziko open. Hata umbwa inapita inaingia Kenya. Na ikiingia sitatuuma itumalize. Naongea hivyo sababu ya nini? Kuna machangiri waliingia hii Kenya yetu. Lakini kwa security yetu ya Kenya, maaskari wetu wako macho. Walikuwa wamefika hapa Kachato. Walikuwa wameingia Kachato hapa hivi na wako na kila kitu. Unaona? Na hili jambo imepangwa karibu 1 week iliyopita. So kwa hii wiki vile nimesikia ilikuwa wakuje kubom hapa Nairobi. Hatujui ni wapi wangebom. Hatujui ingekuwa hii Nakuru ama ingekuwa Mombasa, ingekuwa wapi. Wakiwa na mapunduki, wako na hii magazine hii marisasi hii yenye haikuangi na stopper. Hiyo ikifunguliwa ni hivyo. Hivyo tu hivyo kuua watu. Saa hii leo hii kama hamjasikia hiyo story iko paka kwa magazeti. Saa hii tungekuwa tunalia. Hata tungekuwa tunaongea saa hii mahali tuliko saa hii.
Saa hii ni machozi, tungekuwa tunafanya nini? Tunalia, hatujui ni wangapi wangekufa. Maana hiyo ilikuwa serious, sio mchezo. Maana mpaka zetu siko open, kila mtu anaingia, na mtu anapoingia ujui mtu amebeba nini. Huwezi jua. Kwa hivyo hili jambo kama serikali inafaa mpaka zetu zirudi zichungwe, hata zifungwe, zirudi mahali zilikuwa. Na kama sio hivyo, hii ni mwanzo tu, hii ni mwanzo. Tunaomba serikali mpaka zetu zirudi zifungwe mahali ilikuwa. Jambo lingine na la mwisho, nataka kuongea kwa ODM team. Kuna mama huko Kisumu. Huyu mama nilimpenda kabisa, na aliongea kama wanaume 100, na yeye ni mwanamke. Yeye alisema ya kwamba ODM hakuna mwenye atafukuzwa, na hakuna yule atafukuzwa. Chama cha ODM tunaenda kubaki tulivyokuwa. Huyo ni mama. Lakini kuna wengine wanakaa sijui niseme wanakaa nini. Kwani wanafikiria Sifuna akitolewa kuna mahali, kuna kapu itaharibika? Hakuna. Na nimependa wananchi wanasema ya kwamba Sifuna, hata ungekwama pale, ungetoka, endeni muunde chama, mkuja nayo, alafu tuone ODM itaenda wapi. Na ninashukuru mama yetu Aida ameweza kushikilia nani? Aida Odinga ameweza kushikilia Sifuna. Amemshikilia mpaka huyu msichana wake. Mimi ninawapongeza kabisa, mshikilia Sifuna. Na nimesikia jamaa amesema ya kwamba certificate iko wapi? Mama Aida ndio ako na certificate. Sasa sijui Oburu ako na nini. Na nimefurahia sana jenzi kutoka Nyanza wamesema wako nyuma ya Sifuna, sio Oburu. Mimi ninaongea kile nimesikia na masikio yangu, sio ya kuenda kurogota huko kwa choo ama kwa msituni. Sababu wanaona vijana wafanye nini? Waamuke, ni kuamuka. Ni kuamuka. Wanasema amuka vijana. Hakuna kusema ati wazee ati waendelee kutuweka hapa nyuma. Hapana, no. Wakati umefanya nini? Wakati umeisha. Na wakati kuisha itakuwa nini? Itakuwa mwisho ya dunia. Umeisha. Na mimi ninashukuru jenzi. Jenzi wanasema ya kwamba future ya hiyo siku ingine ama miaka hiyo ingine hawatangoja. Future ni sasa hivi. Future ni leo hii. Sio ya kukufisha jenzi waendelee kukufa na kukaa pale penye wako. No. Mimi ninashukuru jenzi wetu wa Kenya, muamuke kwa usingizi. Na ninataka kuambia Samoei wa Ruto jambo moja. Uongozi sio tear gas. Na uongozi sio risasi. Na kufanya kazi sio risasi, na kufanya kazi sio bunduki. Wewe Ruto, fanyia Wakenya kazi ambayo unaona unafanya. Na ukae kwa ofisi. Wacha kusurura. Si uko na watu wako wa mkono? Wachia hawa watu wako wa mkono wafanye kazi. Wewe kaa pale ofisi. Wewe kazi yako ni kuangalia vile kazi inachapwa ama kazi inavyofanywa na mawaziri wako. Hivyo ndio inafaa. Alafu jambo lingine, kila saa tu kwa runinga. Kwa runinga ya TV.
Sura za viongozi tuchokesha na sura zenyu kila saa kwa TV, kila saa. Hebu sumukae hata mahali mkionekana kwa runinga ya TV, tunawaona kama wageni. Kila siku sura zenyu. Hata tunaboeka. Kujeni kama wageni tuwaone kama nyinyi ni wageni. Sura ya Ruto, sura ya Kindiki, sura sijui ya Mudavadi, sijui sura ya nini. Umetuchokesha na sura zenyu hizo. Mukae kama Uhuru. Uhuru alikuwa anapotea hata karibu mwezi mmoja, 1 week. Akionekana kwa runinga anakuja kama mgeni. Tunasikia radha ya mgeni kama former Uhuru Muigai wa Kenyatta ndio huyo anaongea. Tunamsikiza. Lakini hii yenu ya kila siku. Nashukuru rais wetu wa Kenya William Samoei Ruto. Hiyo ni serikali binafsi. Fanya kazi venye inatakikana. Hii nchi yetu lazima ilindwe na bunduki. Nchi yetu lazima ilindwe na bunduki. Kama si bunduki, hata sisi hizi vita tungekuwa nayo. Watu wanagopa juu ya ile bunduki, ndio sasa tuko na amani. Fanya kazi yako. Na mtu asikusitue, wewe fanya kazi yako. Tuko na wewe mpaka 2027. Na 2027 kama serikali 2027 mimi naomba watu wetu, tuko na chama mbili tu hapa Kenya. Hii ni ODM na UDA. Hizo ndio chama yenye saa hii iko hapa. Hiyo sijui ingine Jubilee, sijui wapi, hiyo ilienda na Uhuru. Hata Uhuru alikuwa nayo lakini alimaliza tamu yake akaenda. Lakini Kenya bado mimi sijui ni nini former president anataka, sijui. Ana mislead wengine. Sio encourage to mislead. Unaambia wewe mimi nitakusupport. Kama Raila huku msupport utasupport na mwingine aje. Waacha kucheza na akili ya watu. Kwanza wewe unastahili uende ukipumzika. Saa hii wewe saa hii ustahili watu uongee, hata tutaki kuona wewe kwa media. Kwa sababu wewe tamu yako iliisha. Ni kudanganya watu, unadanganya. Wewe ni msaliti. Uhuru Kenyatta, hiyo ni former president. Wacha kudanganya watu, unadanganya nani? Unadanganya Matiang'i, hadi unampea yeye chama ya Jubilee aende nayo wapi? Wacha kutupima. Mtu kama Matiang'i akitaka aingie chama yenye anaona anaweza kuwa nayo president. Waachana yenye president amesha kulia, amewacha hapo kama iko empty. Ndio sasa anakusukumia. Ninataka kuongea kwa jumba yetu ya ODM. ODM iko sawa kabisa. Wenye wanapenda watoke. Hata hii watu watatu wenye wanawasumbua kwa ODM, Raila aliwacha kama wanasumbua. Walikuwa wameanza kusumbua zamani. Na hii watu wameoa Wakikuyu wote. Sisi tuko tofauti. Na tunasema ukweli. Mtu kama Babu Owino alioa Mkikuyu. Yeye anataka kupeleka Kikuyuni huko. Sisi ni watu wa Nyanza. Sifuna ameoa Kikuyu. Sasa haya, ukiona hata Orengo mwenyewe ni Kikuyu damu. Hata Orengo ni mtu mkubwa, anastahili ape hawa maida. Mimi nataka nikwambie, wewe ni mzee na umesumbua Raila tangu wakati Raila alikuwa anataka kusimama, hata wewe pia unataka kusimama. Tukipiga hiyo picha ya nyuma ndio unataka ulete hapa mbele. Uko na wivu na utapata hata president hapa Kenya. Mimi nataka nikwambie. Mimi nataka nikwambie, hakuna wakati Orengo atakuwa president hapa Kenya. Yeye ndiye anagawaisha hii watu. Mtu kama Babu Owino alikuwa mtu mzuri. Hakuwa mtu mbaya. Alafu Babu Owino, sijui kama wewe ni Mjaluo ama wewe ni Muhindi. Wewe hakuna mahali hata urudi huko kama kwenu hujui. Wewe ni Muhindi. Wewe lazima tukuchunguze. Tunataka kuchunguza, na tuwezi kwa na kibu inaweza sio Mjaluo. Wewe si Mjaluo. Na kama wewe ni Mjaluo, tuambie kwenu ni wapi? Nyinyi watu watatu kwa ODM mnataka kusumbuana na Sifuna. Sifuna Raila alikuleta ukwe nini yake, na hata uletwe kulikuwa na mwingine. Na kama tulikuwa na wengine, wewe hata kama ukienda tumeshachagua. Na aenda tafuta chama yako.
Hatuwezi kubembeleza mwanaume anyako na magende mbili. Hatuwezi. Mimi nataka nikwambie ukue, ujue, uone vibaya, uone vizuri ni hiyo. Sisi kama wananchi na sasa sisi kama watu wa ODM, Oburu Odinga hiyo ndio director yetu ya ODM. Chama ni yake. Yeye ako na certificate. Sio Sifuna. Sifuna nani anakuambia ako na certificate? Aenda tafuta chama yake na nani? Ha? Mimi nataka nikuambie. Hii watu tatu mwende tafuta chama yenu. Na mzee mwingine naitwa huyo mzee wa Siaya. Huyo hakuna mahali utawapeleka wife friend. Nyinyi wawili nyinyi bado mmevijana. Oburu nani Orengo ni mzee. Sasa hii yako na miaka 80. Hakuna kitu anakusaidia nayo. Tokeni hapo kwa hiyo na hata hamna chama. Mnawacha ODM na ODM ndio amekuweka Babu Owino umekuwa Embakasi mbunge. Wewe Sifuna nani amekuweka senator kwa hiyo chama cha ODM? Kwa nini? Kwa nini usitumie akili? Kama unataka kujua hiyo chama ilikuwa chama mzuri, jaribu kutaka uone na uende utafute hiyo uende utafuta hiyo kitu tuone kama utapata. Au utapata na utaenda ukiendanga. Chama ya Raila. Wewe nani wakati ulikuwa unaongea mimi sikuwa naongea. Mimi nataka niseme hivi. Hao watu tatu muone tafuta nyumba yetu. Hatuwezi kubabela nyinyi kwa nyinyi watoto. Watoto gani? Ati Babu Owino. Babu Owino hata si Mjaluo. Kwenu ni wapi? Ule mtu akakamega sijui wa nini? Nani? Sifuna. Na tuko na Mjaluo ambaye imepotea. Na nyinyi wote ni watu wa Mount Kenya. Mmeoa huko. Nyinyi watatu. Mnaelewana? Hatuwezi rudi huko kama Uhuru ndiye ametulanganya kamuza unataka. Hatuwezi rudi. Hata kama William ni mbaya. Wacha William akae mbaya, lakini tutaenda naye mpaka 2027. Hii mwaka imebaki mwaka moja na some months. Afiu. Na nyinyi mnapiga pere mingi. Raila alikufa kama nyinyi mnapiga pere hatuingie. Tokeni mwende tafuta chama yenu. Tokeni hapo kabisa. Uwache Oburu Odinga aongeze hii. Gladys Wanga msimame imara. Babu nani Sifuna. Mimi muende na Babu Owino na Orengo. Orengo hata wewe Babu Raila alikusaidia Siaya. Saa hii tunatoka waona wakina nani wanakuja hapo mbio, utatolewa hata mbio kwa ofisi. Usipojichunga utatoa hata boma Siaya. Wewe utaenda mahali kwingine. Uende huko Mount Kenya. Mahali umeoa. Sisi hata Raila hakuoa Mkikuyu na amekuwa kingpin ya Jaluo. Wewe nyinyi wenye mmeoa unataka Babu Owino mimi nakwambia Mjaluo. Anza kuwa Mjaluo. Ndio ukwe safi. Sisi hatuwezi elewana wewe ndio maana hata hujui kwenu. Sijai sikia ati niko Babu Owino ameenda nyumbani. Ameenda nyumbani pande gani? Wapi? Town ndio ameenda reserve. Uyoma ni center. Kwani anaishi kwa center? Si waniambia hata mimi brother yangu ni huyu, sister yangu ni huyu, mama yangu huyu. Hauna hata kitu. Bwana usitujaze na sisi wa Kenya bwana. Kama unajua wewe si Mjaluo useme mimi si Jaluo. Sema wewe ni Oria. Basi itaeleweka. Afadhali tuweke Joe si Mjaluo. Tunajua yeye ni sababu. Tunajua tukiweka ni sababu tumeweka. Iko sawa kabisa. Sisi kama watu wa ODM hatutaki deputy, tunataka president. Wacha nikwambie. Baba hakuwa anataka deputy. Baba alikuwa anataka president. Wenye wanasema ati tunapewa Kindiki sijui. Kindiki wewe tulia. Wewe tulia kwa hiyo kitu. Sisi tunataka nini? President 2027. Hiyo Ruto kama anakubali akwe na sisi akwe kuja kwa deputy ni sawa. Lakini sisi tunataka nini? President. Uzo alikudanganya Raila hakuwa anataka deputy na watu wengi wanasema ati tunataka deputy. Tunataka weka Gladys Wanga. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Sijai sikia Raila akisema anataka deputy hapa Kenya. Kama Raila ni mwenyewe kiongozi kinara ya ODM ni hataki hakuwa anataka hiyo deputy. Amekufa kama hataki hiyo deputy. Wewe mtu mwenye hata sijui kama wewe ni live member ya ODM unajua mingi hata kuliko hata wenye chama. Nataka niseme hivi ya mwisho. Watu wa ODM wetu tunataka tukue pamoja. Mwenye anakubali kuingia tunakukaribisha.
tukuje tukushirikiana pamoja. Kama ni nyama tunakula tutakula, kama ni mboga ni mboga. Usikuje kwetu ukuje kwale wewe unataka nyama, sisi tunakula mboga. Waje tutakupatia hiyo mboga na hatuna pesa ya kununua mboga, kununua ni nyama. Wewe kama unajua wewe unataka nyama, beba nyama yako. Kama utaki kukunywa maji ya mtoni, wewe nunua maji yako kuje nayo. Sisi tumezoea, tumelindwa na hiyo maji. Na kama unajua uzito umeanza kuona sababu mzee ameenda, wewe just apia. Leave us alone. Utaendelea. Na tusumbuane sana. Sisi tulisachaguana. Na hiyo ndio chama hata nasikia wengine wanasema wanangoja kotini. Kwani kotini ndio Raila alienda kotini kuchagua muda kwa CS yake ama kwa secretary yake? Hakuna wakati chama inaenda kwa kotini ati kotini yataamua ule arudi ama. Kwani wakati tulikuwa tunataka chama tulienda kotini? Hakuna kitu kama hiyo. Ukisatolewa ni sawa, ni sababu ya perapera mingi yako. Sisi kama watu wa ODM tuko safi kama tuluji maji ya sijui inaitwa aje. Tuko safi kama ile maji inanunuliwa kwa nini? Unasikia naitwa Awilo Longomba, kuna mchezo ambao tunaona hapa inaendelea. Hii mchezo sijui inatokea wapi. Nimeona watu wanaongea mingi. Kama ni jeshi, sisi ndo mimi ninajiona mimi ni jeshi ya baba. Na wakati tulikuwa jeshi ya baba, sisi hatujakufa na sisi kama nikukufa tumekufa na baba, na kama tuko sisi ndo tunalinda doria. Sasa wengine wanapayuka. Mimi nimeshangaa. Mumeka huko mbele. Baba amefanya tumepigia kura bure bila kututolea hata pesa. Alafu hiyo miaka yote mnaanza kurukaruka hapa. Ati nyinyi ndio mnajua kuruka kando, mkisupport area zingine, mkileta mtafaruku na confusion. Hapa mambo ni hivi. Raila vile amepumzika, tunapumzika bado. Miezi ngapi? 3. Bado tunapumzika. Hatuna haraka. Na hii haraka yenye watu wengine wanatuonyesha wako nayo, tunaona kama akili yao si sawa. Kumbe sisi ndo tuko na akili na imagine hatuna kazi. Ninyi tuliwapea kazi na ni kama hamna hiyo akili. Miaka yote mnakaa na baba hapa karibu kwa kifua. Sisi hata kufikia baba ilikuwa ni ngumu. Nyinyi mnafikia baba, mnakaa na mnafurahi, mnaenjoy. Kitu yenye iko ni hivi. Sisi tulijua chama vile baba aliungana na Ruto ilikuwa mambo iko sawa. Juu tuliuliza baba, ukitoka AU, sisi tupatie mwelekeo. Baba aliangalia huku na huku. Akasema kwa Kachetha hawezi enda. Na si baba alisema kwa Kachetha hawezi enda. Na sio ungeenda kwa Kachetha mapema. Kwa sababu sisi baba alituonyesha ni kwa Ruto na akaweka mkataba na sign. Wewe unaruka kando. Saa hii ndo unaruka kando juu yuko. Wewe kwa yuko, sisi kwetu tunajua hako. Kitu yenye iko ni hivi. Hii kama utaki ODM wewe toka. Na tumeona walikuwa kwa mkutano nini huko Nairobi Kitengela, hawakuwa na nguvu ya ODM. Sasa sijui walikuwa na chama gani? Wanasapotiwa na paka watu wengine wa mrengo zingine ati nini wanamsupport ati Sifuna, ni Sifuna. Ni Sifuna na hata kura kipigwa hapo watapiga hapo. Kuna watu ambao wazipigia hata ODM kura. Hata saa hii ikiwekwa kura iwekwe chini watapiga. Na walikuwa pale ati wanasema wanasupport yeye. Wanasupport yeye na mdomo. Utasupport yeye na mdomo. Kuna mambo iko hapa. Natembea alienda kakataza Waruya. Hata Waruya wanafaa watafute chama yao. Wanasema kwa wengi na Mbambiri Kenya hii. Wingi wao inaenda wapi? Kura yao mingi inaenda wapi? Tunaangalia ati wana chama. Kabila kubwa kama hiyo hamna chama. Wingi wenyu wenye mnakuwa hamna chama. Wakauliza chama yao ni ODM. Chama yao ni Ford Kenya. Chama yao ni Natembea aliwaambia. Wetangula tawe. Si aliambiwa hivyo akakubali. Wakaambiwa Mudavadi tawe, paka Mudavadi akakosa wabunge, akauza chama. Aliuza juu iko empty. Natembea akasema ati raundi Wario wanaenda kusimama. Wario tunaenda kusimama na ni mimi. Si watu wakaona Natembea kweli, akona anakuja na Wario vizuri. Na tukafurahia hata hao wasimamishe mtu yao tutawasupport. Sasa akakuja akauliza anaenda kusimama president, hapana governor. Sasa utoe Wario huko kwa Watangura. Utoe Waruya kwa Mudavadi wenye wanataka kusimama president, wenye simama pia. Alafu wewe unakuja unasema ati unaenda kusimamisha Waruya ati chama yako yanatembea. Wakati inafika unauliza unaenda kusimama president, unarudi tena unarudisha watu unasema tena unasimama governor. Sasa kelele ni ya nini? So utafute governor Vihiga. Na uache maneno mingi wengine wasimame. Sasa kitu kingine kila kabila iko na chama. Tumeona Mount Kenya wako na DCP. Wako na DCP. Wakamba wako na Wiper. Hii chama ya ODM
watu wameshikilia kwa mgongo, mpaka hata na Raila kiambiwa leta watu 5. Raila anajaribu kuangalia ati sasa hii ODM iko na kabila mingi. Ati Muluya kuja, Oparanya kuja. Ati Joe kuja. Nafasi ya Wajaruo unakuta inagawiwa kabila zingine, alafu sisi ni wawili. Na wawili wanapigwa mawe kila kona. Hata mpaka Wajaruo nyona wapiga mawe. Wawili tu. Na hiyo nafasi ilikuwa ni yetu. Uhuru aliambiwa leta watu 5. Alileta nani? Peter Wakang'ethe, kama sijui nani, Ricky Nyanchui, ukihesabu wote ni Kikuyu tupu. Kwani sisi ndio wajinga? Hiyo ODM imebeba watu wengine wanatukura nje na ndani. Kwa sababu unakuta kama ni kwa Waluhya wanachaguliwa na serikali, kawaida wanapiga mara 2. Upande serikali na upande ODM. Yaani wanateka kila mahali. Sasa ulikuwa na wakichaguliwa serikali inawachagua. Tena wanakuja kwa ODM. Na ODM ikipewa nafasi 5 hata wanaweka macho hapo. Tena wanapewa. Nani ni wengi? Si ni ando wengi. Sasa wanatukulia. Sisi ni wawili na wanapigwa mawe. Kabisa. Gachagua alipeleka watu wengi nusu. Na Gachagua katimuliwa nje. Lakini hakutoka na grupu yake. Grupu yake siko huko. Na wanapinga Ruto. Na nauliza swali. Hii bunge yetu ndio hii hapa. Ushasikia watu wa Gachagua wanapiga Ruto. So wanafanya Ruto vizuri kazi. Na wako wengi huko. Kwa hiyo serikali. No, ushaona wanapigwa mawe. Wanapiga kelele. Tunakuja kwa Uhuru. Uhuru alipeleka watu 5. Ushaisikia wanapiga kelele ama wanapigwa? Ushaisikia wanapigiwa kelele? Ruto Uhuru anasema 1 term, lakini watu wake wanasema 2 term. Gachagua anasema 1 term, lakini watu wenye walipeleka huko wanasema 2 term. Alafu sisi watu wetu wawili wanafosiwa ati watoke. Watu wawili. Kwani Wajaruo kiekwa mahali kuna kisirani ya nini? Mimi nimeona hapa kuna ujinga. Sifuna ni mwingine, akili bure kabisa. Kabisa. Sisi kama Sifuna ni Muluya. Si uende usimamishe Uruya mkue hata na presidential candidate. Kama unataka president. ODM tayari iko sawa. Tulisema ya kwamba tuna support Ruto, mkataba ijaisha. Na hata 2027 hatuoni kama tuko sawa. Bado tunaomboleza. Sisi tunasema tutasimama 2032. Na lazima tupate power. Lazima tupate power. Kama unaishiwa power, lazima upate power ndio ukue sawa. Na kila mwanaume hapa tunakujonga paka ujipawa ndio upate nguvu. Kwa hivyo lazima tunatafuta power na power lazima upate ndani ya serikali. Sisi tunataka raundi nafasi ikiwa 5 ya Wajaruo, wacha kwetu ya Wajaruo. Tumeona hii mambo ingine ati tunachanganya kabila zingine. Sisi tunakuwa wawili inakuwa mbaya. Wacha tukue 5. Kama kabila nyingine wanataka 5, kila mtu atoe kabila yake 5. Sasa kila mtu atengeneze nyumba yake. Nyumba ya Wajaruo iko sawa. Chama yetu ni ODM. Kabisa. Wewe kama unataka kuingia, ingia na utulia. Kabisa. Hivyo ndio vile iko. Hiyo ndio. Wale Waluhya wanasema ati ODM imeisha, sijui ODM imeisha. Imeisha na nini? Na siando wameisha. Si waende kama imeisha. Watoke waende. Waende watafute chama yao huko Western. Tunataka Western isimamishe mtu. Na chama yao ya Mkoborao. Siku na chama mingi. Wakisii pia wana chama. Wanasema chama yao ni Jubilee. Chama yao ni Jubilee wapi? Kila kabila sasa inatengeneza nyumba yake. Kila kabila inatengeneza nyumba yake. Wakisii muende mtafuta chama yenu ya banana. Ili muende mbagain. Kitu tumeona Wakikuyu kama tuseme Mount Kenya wanasema wanataka 50%. Hawasema wanataka kuwa president. Wanataka 50%. Kwa nani? Kwa Ruto. Mnadanganywa hapa mseme 1 term nje, lakini kwao wanasema 50% kwa Ruto. Lakini wanataka hiyo 50% kabila zingine zisiingie. Na raundi tunaingia huko juu. Tumeona wale watu ambao wanapiga kelele, hakuna mwenye anataka kusimama president. Ukiuliza Sifuna, anapiga kelele, ukiuliza yeye unataka kusimama kiti gani, unataka kuwa president ama nini? Anasema senator. Senator ni kupiga kelele Kenya mzima. Senator. Na senator utatafuta Kenya mzima senator. Si senator unatafuta wapi? Uko Nairobi huko kama unataka Nairobi. So upige kelele Nairobi useme mimi nataka senator. Upige kelele unasema unataka kusimamisha president na ukiruhusu unataka kusimama nini? Senator. Baba Owino ndio huyo mwingine kisirani. Anataka kingpin ya Wajaruo. Anataka pewe. Ati yeye ni kijana. Lakini kifika anapiga kelele. Akiulizwa unataka kusimama nini? Governor. So wewe upige kelele nini kwa governor Nairobi. Mambo ya juu huko unaulizia nini? Unaulizia nini? Na ukiona Babu Owino akiojiwa, tunaona Ndindi Nyoro hapa, Babu Owino hapa. Anaongelea kwa masuala ya nani?
Anaongea kwa masuala ya nani? Ametumwa na nani kama ODM? Yeye anaenda kujipendekeza kwa kabila wa Kikuyu. Saa zote nimeona Babu kwa TV. Anakaa hapa na Kikuyu hapa. Anakaa hapa na Kikuyu hapa. Na hatujamtuma, hatujui ameenda wapi. Kama yeye ni upande ile. Kama wewe ni Uhuru Kenyatta, kaa kwa Uhuru Kenyatta. Kabisa. Kitu tumeona Gachagua anatukana ODM, lakini wakina Orengo wamenyamaza wapingi. Babu anasema yeye ni wa ODM, lakini kitukana ODM hapo penye yako apingi. Tumeona nani Sifuna wanatukana ODM ya apingi, lakini mwenye anapinga ni Gladys Wanga. Anasema pana msichezee ODM, kwani huyu mwanamke amewashinda kili. Wanatukana ODM penye huko hapo na wewe unatulia atiko sawa. Nyinyi si watu wa ODM, mtoke mwende kabisa. Kuna msana mwingine namalizia. Kuna msana mwingine anaitwa Winnie Odinga, anaitwa Winnie Odinga. Sisi watu wa ODM. Sisi ni watu wa ODM. Sisi ni watu wa ODM. Hata ujui chochote, uliishi kwa Serelak. Wewe unapoteza watu mpaka wasichana wa rika zako. Unapoteza kabisa. Unakuja unasema una support ati wewe ni kijana. Wewe ni kijana gani? Wewe ni mama mkubwa wewe. Unakuja unatuchezea chama. Wewe ulitoka huko Pejuruku. Ungekaa huko Amerika. Sina bibi akuje. Unakuja hapa kutukoroga na sisi ni hapa. Sisi ndo tunapiga kura. Sisi ndo tunapiga kura usiku mpaka mchana mpaka tunakuwa wagonjwa na kuna mwenye anatupea dawa pesa manini. Amekaa sana. Wewe unakuja unasema ati sisi wote DM, sisi wote DM. Sisi watu DM na mrengo nyeuko kuingine. Nakuja ni muoe. Ida useke mtu mwenye anaribu ODM fukuza. Ni nani huyo? Sifuna. Fukuza Sifuna. Fukuza Sifuna Ida Odinga. Ida Odinga ni fukuza Babu Owino, fukuza. Huyo msichana yako, fukuza. Aende aoleke. Na kama unajua wewe hujui kutengeneza, kaa kando. Sisi tunataka tuongoze na wazee. Mzee ndo anabariki watu. Kwa wazee ndo wanabarikingi watu. Hapa hakujai kuwa ati kijana na anabariki watu. Hakujawahi kuwa na kutawahi kuwa. Ati wewe ni kijana, ubariki hii taifa yote, huwezi. Na sisi kama Wajaruo tunafuatanga mzee. Mzee kisema Ramogi si alikuwa mzee. Kwa nini utukupigishana na yeye na yeye ndo mwanzilisha wa Wajaruo? Kwa hivyo sisi tunafuata mzee. Wewe mzee mwenye mnapinga, sisi tunafuata yeye na hali na gamu. Na muda sichokoze uburu. Sisi tunataka power. Hatutaki yenye unakaliwa huko unapimiwa huko unapewa pesa huko. Sisi tunataka power na hiyo power tunapata ndani ya William Samoei Ruto. Tuliko na Ruto mpaka 2027 ni Ruto. 2032 ndo tunafikiria hiyo azima ya ODM sasa. Bas. Tuko na machungu bado tunapumzika. Sisi ni jeshi ya baba tunatulia pale tuweka. Nyinyi ni mtengeneza zile masheria zenye baba alisign na Ruto. Nyinyi kazi yenu ni kutekeleza kuona kweli na ndiko inafanya kazi. Hiyo ni jukumu yenu, lakini si ati tunapiga kelele huko. Unasema wewe ni Uhuru. Sifuna si anasema yeye ni Uhuru. Sasa Uhuru ako na chama gani? Uhuru hata alienda nyumbani. Uhuru chama yake ni gani? Si ni Jubilee. Sasa kama yeye ni wa Jubilee akae kwa Jubilee. Hatutaki confusion. Mimi nimemaliza nikisema kila kabila itengeneze nyumba yake. Waruya tengenezeni chama yenu mwacheni na ODM. ODM ni ya Wajaruo. Wiper ni umbrella. Na DCP ni ya Wakikuyu. Kwa hivyo kila kabila tengeneza yake. Asanteni. Nataka hii ujumbe iende Waruya wale wapumbavu wenye wanaongea juu ya viongozi wao mambo mabaya. Kama Sifuna kama Natembea. Unaona nyinyi Waruya wapumbavu wale ambao mnakuwa kinyume ya Waruya wenu. Muachane na ujinga mko nayo. Waache ujinga. Mtu wenu asionekane, nyota inaonekana. Natembea ndio huyo. Alikuwa anaonekana Kenya mzima. Sasa hii mnamruhusa mawe, mnampiga vita. Sasa hii mpaka ile umaarufu ikarudi chini. Sasa hii Sifuna tena ameonekana. Kiongozi wenu Zibavu kijana mdogo. Mwenye hata ODM inatamani. Sasa mnaanza tena kumpiga vita. Sasa nyinyi Waruya mko na akili gani? Hawalewi hawa. Wale Waruya ambaye mmenunuliwa na serikali ya William Ruto. Mko na akili gani? Sasa kama nyinyi Waruya ni namba 2. Kwa Kenya nyinyi ndio mnafuata Wakikuyu. Sasa nyinyi mnatumika na kabila zingine kama daraja. Kabila zingine wanatumia kama daraja. Kuvuka ng'ambo ile nyingine. Kwa nini hamwezi kuwa na msimamo? Nyinyi Waruya kwa nini hamwezi kuwa na msimamo? Viongozi wenu wazuri wanaonekana, mnaanza kuwaruta mawe. Lakini kabila zingine wanatumia kama daraja ili wavuke ng'ambo nyingine, ndio waanze kuwadharau. Sasa hiyo ni picha gani mnaonyesha nyinyi Waruya? Hiyo tabia ikome kabisa.
Wale viongozi wenye tumeona ni Sifuna na Natembea. Tuji ni Wamarwa. Nani kama Sifuna? Marara. Hao ndio viongozi tumeona wako na nguvu. Lakini wengine mpaka Wajakoya alinyamaza, sijui alienda wapi. Lakini sasa viongozi wenu kwa nini mnawaruza mawe? Badala viongozi wenu wenye wanaonekana mnawatetea ili wakuwe na umaarufu. Sasa kabila zingine wanatumia nyinyi ili wafuke ngambo nyingine. Sasa nyinyi mko na akili. Mko na akili gani? Sasa hii kama ODM imekufa. Sasa imekufa. Vile Raila alilala na ODM. Oburu atawapeleka wapi? Mzee ambaye anajikokota. Mzee ambaye ana meno hata kuongea juu kuongea. Yeye alikuwa anafuata ndugu yake. Ndugu yake ndiye alikuwa na umaarufu. Sasa Oburu atawapeleka wapi? Nyinyi Wajaruo mnasema Oburu. Oburu atawapeleka Kanani ama atafika katikati ya bahari ndio muanguke kwa bahari ndio mamba wa kule. Vile Raila alikuwa anafika ngambo nyingine alafu baadaye akasema mambo alikuwa anasema ati anatupeleka Kanani ikakosekana. Sasa Oburu hata ana nguvu huyo mzee Oburu. Hata kuongea anashindwa kuongea. Wakati aliona umati huko Nairobi. Aliona umati wa Sifuna. Karibu Asirai. Kama sio huyo Gwanga alimusikiria huyo mzee angekufa angefuata ndugu yake Sasa hiyo ni aibu gani mnatuonyesha? Na hiyo mzee afuate ndugu yake. Hiyo ni aibu gani mnatuonyesha? ODM inakufa, hakuna mahali naenda. ODM wale ambao walikuwa nasikiria ODM ni Sifuna. General Secretary my friend. Is a very powerful person. In the country. Huyo ndio tegemeo. Lakini vile walimpiga vita, mliona umati huko Nairobi. Kitengera. Mliona umati. Sasa serikali kama mnajiamini, kwa nini mnatuma goons? Ambao ni maaskari. Wanakuja kurusa tear gas. Wanakuja kuua watu. Kama mnajiamini, kwa nini hamwezi acha huyo Sifuna? Sifuna ni nyota ambayo inaendelea kuonekana, inaendelea kumetameta. Sifuna ni kijana ambaye kuna nguvu mingi sana. Hata wengine wanaanza kumkejeli hapa, wanaanza kuongea juu ya Sifuna vibaya. Na Sifuna ambaye kwa nini kama ni mtu ambaye ana umaarufu, kwa nini watu walikuwa wanajaa huko Kitengela? Kwa nini watu walikuja? A crowd of people my friend. Sio watu wawili walikuja. Ni watu wengi walikuja. Samba lingine. Nataka kuambia huyu ndugu yangu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i, ndugu yangu. Fred Okengo Matiang'i. Wacha kuweka watu wanafiki mbele yako wakuongoze. Angalia wale watu ambao unaweka na wewe mtembee nao. Kwa sababu wengi wao ndio walikuwa napoteza Raila Amolo Odinga. Wakati pesa Uhuru alitoa watu wapewe ili kura zake sionekane za Raila Amolo Odinga. Kuna huyu jamaa Junet Mohamed, huyu Msomalia. Huyu jamaa yeye ndiye alifanya hata mzee akakufa haraka. Raila alistuka akakufa kwa sababu alikuwa anafikiria atakalia huyu kitu. Junet, yeye ni Wajaruo. Kwa nini mnaweka mtu ambaye sio mtu wenu? Na hiyo ngozi ya Junet ni tofauti. Na mimi najua Wajaruo ni watu weusi. Sasa huyo mtu ama mlianza kuzaa watu weupe huko Nyanza. Kama Babu Owino mnaanza kurusa kijana wenu. Na ni Mungu alifanya akazaliwa mzungu. Na Wajaruo wote ni weusi. Hakuna Mjaruo mwenye unaweza pata ni mweupe. Mnafaa kujivunia Babu Owino. Babu Owino ni kijana ambaye anametameta kutoka Nyanza. Ni kijana ambaye anapendwa na Wakenya. Ngoja niwaambie, hata mkirusa Babu Owino mawe, hata mimi ni Mkisii, mimi sio Mjaruo ndugu yangu. Na kuna wengine wenye wameongea na tena watazidi kuongea. Kegibini anaonekana country wide. Sio kabila moja ati Wajaruo ndio mna wakati Raila alikuwa anajitokeza, nyinyi ndio mliambia Raila aende kwa ground atafute kura. Raila mwenyewe ndiye alikuwa anajitokeza na alikuwa anabiwa mawe. Na alikuwa na watu wachache. Wakati alianza kuwa na maarufu, ndiye akakuwa na watu wengi. Lakini ubaya wake ni ile kutolinda kura zake. Walikuwa wanamuibia. Na yeye alikuwa ni mtu mwaminifu Raila Amolo Odinga. Hakuwa anataka kura zake. Kama ni kura ambazo zilikuwa zinapigwa genuine. Kama hii Kenya inatumia ukweli, Raila Amolo Odinga angeongoza miaka mingi. Kwa sababu huyo mzee alikuwa anapigania demokrasia, ni mzee alikuwa na huruma. Akiona watu wakiuliwa, analia anatoa machozi. Wakati wa serikali ya Moi, kama huyu mzee alikuwa na roho mzuri. Kama ni mimi, singesambea Moi. Kwa sababu alikuwa anamtesa. Alificha huyo mzee Makende.
mpaka karibu huyo mzee. Mulifanya vibaya, na huyo mzee alikuwa na roho mzuri. Raila Amolo Odinga alikuwa na roho mzuri sana, na akasamea Moi, na alikuwa na huruma mingi. Kama angekuwa ni mtu ambaye ako na huruma, angesamea familia ya Moi, kwa sababu walikuwa wanamtesa vibaya sana. Na wacha nikwambie nyinyi Wajaluo, nyinyi tumetoka na nyinyi Nyanza, msianze kufurahia mtu mwenye anawatesa. Nyinyi mnapenda yule mtu mwenye anawafinya, lakini yule mtu mzuri kwenu hamtaki yeye. Sijui kwa nini, ama mnataka mabaya peke yake. Wakenya wenzangu, nawaomba ikifika 2027 mchukue kura, mpigie kiongozi mzuri. Kuambia Rais William Ruto aombe Wakenya msamaha. Sababu gani? Hawezi ruhusu Murasha kutoka pale akuje kuharibu visima vyetu. Visima vyetu yenye Mungu alitupea. Huyu Murasha kuna visima yake huko. Akicha hapa lazima apimwe, aonekane ya kwamba yeye yako sawa, ndiye ataweza kunywa hiyo kisima. Angetembea hata na bibi yake. Kwa vile alikuja hivyo, inaonekana ya kwamba hatuna usalama, hatuna security. Kwa hivyo tunakuambia rais, tuombe Wakenya msamaha. Kama sivyo, ninakuomba kura yako ikuje kwa United Opposition. Tunataka 2027 utupigie kura, kwa sababu hata wewe umeona uongozi ni shida. Hiyo ndio ukweli. Ya pili, inakuja niseme hivi, sioni kama Wakenya wanaishi vizuri sana sana sehemu ya elimu, kwa sababu watoto wengi wamefungwa chera katika masure, vile wasasi wao wamefungwa chera. Masertificate siko kwa masure. Watoto hata ule ambaye alifanya stream miaka ya nyuma, mpaka saa hiyo nakuta principal yako na certificate yake. We kama kiongozi, nyinyi kama viongozi ambaye tulichagua, mumefanya nini? Ukifunga huyu kijana, ukifunga huyu msichana, ukifunga huyu msasi, sasa huyu akikaa bila certificate ya ni polisi anamwekea. Hiyo ni ungwana kweli wa Kenya? Si ungwana. Ni ungwana. Kwa hivyo serikali, kama unataka kuwania awamu wa pili, toa hota ya certificate yote. Mapolisi waachilie wenyewe wakuje wachukue hiyo certificate. Hata ukienda huko kwa shule unakuta ni ubisati. Kwa hiyo maprincipal, mtu anakuambia story yenye hata hakuna. Kwa hivyo nasema hivi, ya mwisho, inasangaa sana. Inasangaa sana. Inasangaa na vile sisi tunaendelea kufuata kutoka nyuma. Angalia kama chama ya ODM. Sasa ninasangaa ya kwamba ya kusema sasa tunaendelea kulia mpaka 2032. Nikiangalia hivyo nasema si makosa yao. Kwa sababu hata wakati 1963 Musungu aliacha hii uongozi, alimwachia Oginga Odinga. Akasema hapana, akaogopa ile uongozi. Akasema akaenda kutafuta maabusi, akaileta. Maabusi akachukua ile uongozi. Akaangalia utamu wa ile uongozi. Vile ilikuwa mwanzo mpaka saa hii ni uoga tere. Unajua, wacha nikuambie ukweli. Nyinyi mnasumbuka wa Kenya, wacha niwaambie. Mjaluo ni jirani yangu. Nataka kuambia leo mchue. Hata ukisukuma Mjaluo mfike katika kile kiti atatoroka. Ni muoga katika kwa hiyo kiti. Lakini mzuri wa kuongea. Na hiyo ni ukweli. Mimi nilikuwa na mbunge mwenye ambaye alikuwa anaongea vizuri.
Nikiwa nasoma Kisumu alikuwa anaitwa Daktari Robert Ouko. Mpaka watu walikuwa wanasema huyu anastahili kuwa rais. Lakini mimi hata ikiwa nilikuwa kijana, nilikuwa nasoma by 10 nilikuwa high school. Nilikuwa kidato cha kwanza, ya pili mpaka ya 4. Nilikuwa nikaona hivi. Watu wanaona kweli kama papa yake aliogopa hii uongozi, mtoto ndiye anaenda kukubali hii uongozi. Kwa hivyo ni jukumu ya Mjaluo kufuata nyuma. Mambo ya uongozi, wacha kusukuma mtu, hata punde huwezi kuisukuma kwa mlima zaidi. Hata itakunyambia, si ndio? Ni ukweli, si itakunyambia. Nanyamba. Ikikunyambia wewe unaona inacheka? Mnyama gani anacheka kutoka nyuma? Kwa hivyo mimi nasema hivi. Kama wewe uogopi uongozi, ODM ni chama yenye ambaye iko na umaarufu mingi sana. Mbona msimamizi candidate 2027? Kama lili ya muogopi uongozi. Kwa ile wale watu ambao wanachitoa kutoka katika hiyo handshake, hao ndio watu wanataka uongozi. Ukiona Sifuna, si Muchaka. Lakini Muchaka, Oburu Otinga anataka hiyo, anasema ati sasa tunataka kiti ya kuwa naibu ya rais. Sasa si unaona amekuja kwa ile spirit ya ule baba yake. Tunataka kiti ya naibu ya rais. Kwa hivyo si makosa ya watu wetu. Tunataka kuambia hivi. Kuacha kuogopa sana uongozi. Si sasa. Lakini wakati ambaye itakuja, tutakuja kuambia vile mtafuata hii uongozi muu. Najua nimeshangaa. Nikashangaa kuna watu wakora wamekuwa hapa wanaongelea Waluya. Naona wakora wengine hapa wawili, mkora mwingine hapa anaongea ati Waluya namna hii. My friend, mind your own business. Wewe chunga jamii yako. Sisi kama Waluya saizi tumeamuka. Unakuja tu hapa unaongelea Waluya. Wewe ni nani? Who are you? My friend, hatutaki vikarako. Sisi kama Waluya tumeamua. Tutafata Sifuna, mpende msipende. Tuko na kijana wetu natembea. Na Waluya saizi hawataongozwa na wakora wazee hawa ati Mudavadi tumekufuata for long enough. Wetangula tumekufuata for long enough. Saizi tutafata vijana wenye wako na mawazo, wako na vision ya kuendeleza Muluya na Kenya kwa ujumla. Na ukiangalia Sifuna is the face of Kenya. Ukiangalia mtu Matiang'i is the face of Kenya. Tunataka watu wakiungana ndio nchi iende mbele. Wewe bado unatupikia ekaza hapo unaanza ati tuanze kufuata wazee wa miaka 200. Mzee mwenye anangoja kwenda nyumbani, wewe ndio unataka kufuata. My friend, you are joking. And I want to talk to this guy anajiita Governor Fernandes Baraza. Baraza, kesho kama kutakuwa na purukushani Kakamega, tutakulaumu. Kwa sababu wewe ile siku uliita watu wa media, ukawaambia hautaki mkutano ya opposition ya timu Mwananchi Kakamega. My friend, you are joking. Oparanya alikutoa kule kwako, akakuleta ukawa Kakamega governor. Na round hii you are a one term governor. Ujue hivyo. Huyo mama anaita Elsie Mwanda usimchezee. Atapita na wewe mapema. So Sifuna, Babu Owino, Onyonga, Ososi, Orengo kesho watakuwa Kakamega. Na bodaboda Kakamega nimefurahia sana. Umesema ya kwamba mtalinda hao majamaa toka asubuhi mpaka jioni. Na hii mchezo ya vijana kununuliwa timu Koma Goons. My friend, utaacha kichwa chako Kakamega na huyu jamaa ataenda nyumbani akuaje tukikusika hapo Kakamega. Usikubali kutumika na hawa wakora eti uende kudisturb mkutano ya opposition pale Kakamega. Nimeona kuna mkutano ya United Opposition pale Kisii kuanzia kesho. Na kuna mkutano ya timu Mwananchi pale Kakamega. Hizo ni mikutano za opposition zote. Hatutaki kusikia eti mtu amekufa Kisii, hatutaki kusikia eti mtu amekufa Kakamega kwa sababu ya mkutano wa opposition. Tunataka kuambia William Ruto. Unajua William Ruto saizi anatetemeka. Mtu asikutanganya ati William Ruto anafurahia. My friend, William Ruto saizi ndio mtu ako na shida. Akiangalia huko anaona Matiang'i. Usiku akiangalia huko anaona Sifuna. Akikauka huko anaona Kashako. Akigeuka huko anaona Kalonzo. My friend, si rahisi kudini na hao majamaa. Na saizi hawa watu wa opposition unajua ni wajanja. Wametengeneza structure fulani. Hao wakiwa Kakamega hako Kisii. Hao wakiwa Nairobi CBD hako Kitengela. Sasa ukituma makunzi huku
hao wengine wanaendelea. So lazima information ifikie wananchi ya kwamba tumechoka na lazima tuunge hawa vijana mkono. Usitembee ukisema ati Matiang'i ako Jubilee. My friend, Jubilee is a new Jubilee. Na Jubilee saizi si ile Jubilee yenye ilipita. Saizi Jubilee imeanza upya. Na Jubilee inaenda kuungana na watu wengine kutoa rais. Na whether you like it or not, we have the numbers. Unajua politics is about numbers. Siasa ni numbers. Angalia, pike hesabu yako vizuri. Angalia ODM ilikuwa inategemea kura gani? Samukisi, Samuluya, Samukamba na Samutu wa Mombasa. Saa hizi wakisema wako na kura yao ya pale Nyanza, ile kura inaweza chata wilbaro moja. Hakuna. Haiwezi, ni kura kidogo. Kura ambayo haiwezi fanya kitu, haiwezi pitisha hata MCA. Wewe unakuja na kura haiwezi pitisha MCA, unajikaa kamba tuko na kura. Eti sisi tunaweza pitisha mbona hamkupitisha hao jamaa wenu kama mlikuwa na kura? Mlikuwa mnategemea hizi kama Waluya. Tutoe over 2 million ndio muamuke. Mlikuwa mnategemea Wakamba, mlikuwa mnategemea Wakisii. Saa hizi Matiang'i akisimama, mnaanza kusema ati huyu mtu hajai simama hata MCA. Na hapo nyuma Wakisii wakiwapikia kura, hamkuwa mnasema hivyo. Mbona saa hizi mmekeuka? Hiyo mchezo ndio hatutaki. Na kama mnataka tuwatenge, tutawatenga, mkae nyinyi peke yenu, sisi wengine twende mbele. Kwani nyinyi ni nani? Who are you? Hamtatuchezea hivi. Tumewashika mkono, mnafika kwa debe, mnarudi nyuma. Jamaa amesema hapa nyinyi lazima mfike, hata mkifikisha kwa debe hamwezi vuka hiyo kamba. And it's the reality. Kwa sababu all this time tumefika kwa debe hamfuki. Alafu tena mnataka ati sasa sisi tuanze kufuatilia hao wazetu atufuate mzee. Qualification peke yake ya Oburu Odinga ni kwa sababu yeye ni ndugu ya Raila Odinga. That's the only qualification ako nayo. Qualification yake kubwa ni kwa sababu yeye ni ndugu ya Raila Odinga. Apart from that, ana qualification nyingine. Wewe ushaimona maandamano? Hajai kuwa maandamano. Huyu mtu ametolewa tu kwa supu huko analetwa hapa ati akuwe sasa aendeshe watu kama Sifuna. Haitawezekana. So waje nikwambie. Kakamega kesho, vijana wa opposition mjitokeze pale kwa ground. Pale Kisii United Opposition wako pale, jitokezeni. Tunataka kuonyesha watu ya kwamba wakati umefika. Enough is enough. Hii ni mchezo. Wewe unajileta hapa unapikia watu kelele ati my friend. Hata William Ruto ndio labda anategemea kutumia mbinu zake kupita kura, lakini haitakuwa rahisi. Haitakuwa rahisi. Hata yeye mwenyewe anajua haitakuwa rahisi. Hawezi ipa milioni 5. Ingekuwa maybe 200,000, lakini sasa hizi itakuwa ni over 5 million votes yenye tutaacha na ujama. Ataipia wapi? Itaumana my friend, haitakuwa rahisi. Wewe cheza tu ati mtaipa kura. My friend, haitakuwa rahisi. Let me tell you for free. It will not be easy for William Ruto to rig this election. Kwa sababu tumeungana watu wote. Apart from hawa kora wazee hawa. Hawa wazee wameisha. Wamekula hii Kenya. Hao interest zao ni satumbo. Sasa hizi tunataka viongozi ambao interest zao ni za wananchi, si tumbo. Mtu anapeleka familia yake, wewe unapikia makofi ati huyu mtu ndio tunafuata. You are a fool, wewe ndio mjinga. Kwa sababu huyu mtu akienda huko anakula na wewe unalala. Kesho unampikia makofi. Nani mjinga? Anakuangalia kama mtu mjinga. So please, kesho watu wa United Opposition pale Kakamega, pale Kisii, na wawishia vizuri na muambie wananchi ukweli ya kwamba serikali imefail. The government has failed na lazima mabadiliko yakuje. Msitishwe. Kwani unatishwa na nani? Kifo ilikuja, wakitaka kuwe. Shida iko wapi? Jambo, nilikuwa nimesahau jambo moja mbili. Mimi nataka kuongea na Gen Z. Watu wanaitwa nani? Gen Z. Wakati ya maandamano ya Gen Z, nadhani hii Kenya kila watu waliona hiyo maandamano. Na kuna vile viparaka vinaitwanga viparaka vya kuchitafutia tumbo sao. Hii jamaa anaitwa Kasimweri, sijui Kasimweri Makore. Huyu Kasimweri Makore, ukiangalia maandamano ya Gen Z, yeye ndiye alikuanga mstari wa mbele. Twende. Akifuruta wengine. Kumbe huyu Kasimweri alikuwa anajitafutia tumbo yake wakati ya maandamano ya Gen Z. Ninasema hivyo sababu ya nini?
Kuna wakati alikuwa anahojiwa kwa Radio Jambo, akina Kidi wakamuuliza wakiwa na Coast, wakamuuliza bwana, wewe tulikuona ukiwa kwa maandamano pale mbele, lakini tia kasi ilipokuja tulikuona wewe ulikuwa mstari wa mbele kukimbia, ukaenda ukaruka fence, ukaruka ile ng'ambo ingine. Kwani ilikuwa aje? Ilikuwa vipi? Alishindwa kuongea. Ninasema hivyo sababu ya nini? Huyu Kassimweli ashanunuliwa tayari, ako kwa serikali, na huenda hata 2027 anaenda kuna kiti anaenda kuwania. Ashanunuliwa tayari huyu Kassimweli. Mimi ninamkashifu, maana yeye angekuwa mstari ya mbele kujitafutia tumbo yake. Chenzi wengine wakauliwa na risasi pale, bunduki, wengine wakatekwa nyara, wamepotea mpaka saa hii, hata hawajulikani mahali wengine wako. Nataka kuambia Kassimweli, wewe Kassimweli, wewe usishibe miaka 2, 3, 4. Hata wewe inafaa ukufe, ufatane na wale vijana wenye ulikuwa unatumia ati twende maandamano ya jenzi kupinga finance bill. Wewe kumbe ulikuwa setani ambayo ilikufa ikafufuka. Unaweza kutumia watoto wa watu. Saa hii umeaja hizo familia. Hakuna hata chochote yenye wamefitiwa hata moja. Wewe saa hii uko kwa serikali. Wewe uko saa hii kwa serikali. Unakula ukishiba kupitia kwa hii jenzi. Na sasa leo hivi mimi nimejua ya kwamba ukijitafutia tumbo yako inafaa uimbe wimbo ya uongozi fulani, kama ni UDA, ama uimbe uongozi ya kiongozi fulani, kama ni Ruto uimbe wimbo ya Ruto. Ukishaimba wimbo ya Ruto watakuita tu wakuone kando na utasahau ile ulikuwa unasema. Ni vile mimi nimejua kupitia kwa huyu Kassimweli. So mimi nataka kuambia jenzi, musikubali tena mtu akuje kuwatumia kama suruali ambayo haina matako. Mukumbuke hivyo. Na ninasema, ninaongea kwa jenzi, kama mtu amuyuko na yeye pamoja, yeye ni kutaka kujitafutia tumba yake kama Kassimweli, toeni yeye mapema. Aende akae huko na familia yake ama na watu wake. Sababu angefanya hii kitendo ati sasa yeye ni kujitafutia tumba, aende aingie apewe uongozi, ati aende kuwaniwa kiti. No, angekubali. Nimetoka hapo. Nashukuru kuna jamaa anaitwa Nyamori. Huyu Nyamori sijajua ya kwamba ako na uongozi gani mahali. Uongozi wake ndio sijajua ni gani, lakini ninamshukuru mahali aliko. Mungu amubariki. Mungu amubariki kabisa. Sababu kuna video yangu aliweza kuiangalia. Alipo watch video yangu aliweza kunipromote mahali kidogo tu, si mahali kidogo. So sisi tunataka viongozi kama hawa, sababu sisi tunapoongea hapa hivi, sisi si ati tuko navyo. Sisi ni maskini, sisi hatuna makazi. Na ukiangalia hapa average saa hii hii video watu wako hapa wengi. Watu ni wengi hapa, hawana makazi kabisa. Tukiwa hapa tunaongea ili serikali tutambue hata sisi. Ijue vile itatufanya. Sababu sisi yenyewe hatuna
hatuna uwezo, sisi ni kama ile maskini. So watukumbuke, kama serikali itukumbuke. Mimi ninashukuru Unyamori, Mungu akubariki mahali uliko. Na ulivyoniahidi, ninaomba tu unikumbuke. Hili jambo nimeona ni kushukuru, sababu nikinyamazia tena itakuwa tena vizuri. Na tena muendelee kusaidia wale wengine ama wenzetu ambao tuko nao kwa bunge la mwananchi Nakuru County. Na jambo lingine ndio nimekundua hivi, ukiimba wimbo ya kama ni serikali sana, serikali kama ni Ruto, uimbe wimbo ya Ruto tutam, unaonwa kando. Ukishaonwa kando, tutafanya nini? Utaendelea kuimba hiyo wimbo ya tutam. Kwa hivyo sisi tuko hapa kama bunge la mwananchi kaunti ya Nakuru. Sisi tunaomba mtuone kando kama bunge la mwananchi Nakuru County. Mkituona kando, tutapikia hesabu pale mbele 2027. Sasa nataka niambie serikali kitu moja tu. Serikali ingangane tu ifike ground. Ground ni mbaya. Ground sio mzuri yenye rais anafikiria. Ground ni mbaya. So tafadhali rais, nataka ufike ground, uje uone watu wako tu. Juu ground ni mbaya. Sasa maneno ya machama mingi sana imekuwa mingi sana Kenya. Sasa hiyo haisaidii. Hiyo sio agenda. Agenda ni ufike ground, uambie wananchi unafanyia kazi gani. Mimi sina mengi. Ni hayo tu bwana.